Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia swala viwanja vya michezo ambavyo vinapatikana katika wilaya yetu ya Mvomero. Wilaya ya Mvomero ni wilaya kubwa na wilaya ambayo inafahamu na inathamini michezo, kiasi kwamba viongozi wa halmashauri walitenga eneo la viwanja, eneo hilo lenye ukubwa wa square mita 81,856 kwa ajili ya michezo mbalimbali. Uwanja ule tayari tumeshachora layout yake ambayo itaonyesha kuna viwanja viwili vya michezo vikubwa, na kuna uwanja wa basketball, kuna uwanja wa handball, kuna uwanja wa mchezo wa volleyball, lakini kuna mchezo wa riadha ile run tracks na bwawa la kuogelea. Uwanja ule una eneo la sehemu za maonesho, recreation center ambayo na yenyewe ipo. Vile vile uwanja ule una sehemu za watu kuja kupumzika na wakati wa tuseme kama vile wanapunga hewa. Eneo lile ni kubwa sana, lina takriban hizo square meter nilizozitaja 81,856, takriban ekari 22 na lakini madhumuni makubwa ya ile eneo ni kuliendeleza. Kwa sasa hivi tumetengeneza eneo dogo tu ambayo watu wanacheza mpira wa miguu, na eneo lile uwanja wote ule tumeshang'oa visiki, hauna kisiki hata kimoja pale. Kwa hiyo tumeshaanza kuuendeleza. Wanapewa fedha na watu ambao wanawafanyia ukatili watoto wao ili kusudi wafiche, wasiripoti kwenye vyombo vya kisheria. Mimi nakwambia, huyo mtu ambaye unamficha wakati anamharibu mwanao, ipo siku utajuta. Wakati mwanao amekuwa sio mtu wa maana, ameshapata maradhi, kama na wakiume ameshakuwa mtoto wa kike, kama na wakike ameshapata maradhi, mwenzako leo unamficha atakuwa aduna na maisha yake na mtoto wake wako salama. Ukiona mwenzako, ukimwona jirani yako anaharibu mtoto, au ukimwona mtoto wa jirani anaharibikiwa, wewe mzazi lazima uwe namba moja kuja kutoa taarifa kwenye maeneo yanayohusika. Nenda katoe taarifa polisi, au kuja basi mwambie mwalimu mkuu, huyu bwana kuna mtoto pale anafanywa ukatili, mimi sipendi, naomba ufuatilie. Kwa hiyo jamani, tuzingatie sana usafi wa mazingira kuanzia kwenye taasisi zetu mpaka kwenye kaya zetu. Na ndio maana hapa tuna makundi mbalimbali, kuna viongozi, kuna wananchi, kuna wanafunzi. Na wanafunzi kushiriki kwenu hapa manake tunawajenga kuanzia mkiwa wadogo kuwa na utamaduni wa kufanya usafi wetu kuanzia majumbani kwetu mpaka tutakapokuwa viongozi. Kwa maana unaweza kama baba kama mama, lakini mpaka ofisi tutakazoenda kuziongoza tuwe na utamaduni wa kufanya usafi, kwa maana ndio nguzo muhimu sana katika kupambana na magonjwa. Lakini pia hata uchumi wetu, unapokuwa na afya safi manake utafanya shughuli zako za uchumi, utajenga uchumi wa familia mpaka uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo tujitahidi sana kwenye swala la usafi. Na hii tumekuja hapa Dodoma kushirikiana na nyie. Tunataka tuone hili jambo likifanyika kila wakati. Usafi ni jukumu la kila mwananchi, kila mtu, sio jukumu la mtu mmoja.
SGR iliwahi kusimama sehemu fulani hivi kwa sababu ya ule mdudu kule. Sio aliharibu ile nyaya zile. Kuna mmoja akaropoka kwenye mitandao ya kijamii akasema bora SGR ilivyosimama. Huyo ni mzalendo kwa taifa lake? Sio mzalendo. Kama mzalendo unabidi uipende, inabidi utetee. Sasa mambo gani yanayomfanya kijana awe mzalendo? Mambo gani yanayomfanya mimi na wewe tuwe mzalendo wa taifa letu la Tanzania? Kwa sababu tumeshakubali kwamba hatuna taifa lingine zaidi ya Tanzania. Jambo la kwanza ni kuheshimu viongozi wa nchi au viongozi wakuu. Tuna kiongozi wetu ambao Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuna makamu wa rais, tuna waziri mkuu, tuna naibu waziri mkuu, tuna mawaziri na viongozi wengine ambao, lakini pia tuna wenye viti wa mtaa, wenye viti wa vitongoji. Lakini tuna viongozi wengine katika mamlaka mbalimbali. Kama hapa mratibu alikuja kuzungumza, yeye pia ni kiongozi katika mamlaka yake. Kwa hiyo wewe kumheshimu kiongozi wako kama rais, huo ni uzalendo. Huo nini jamani? Uzalendo.